السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Tukufu mashekhe kiongozwa na Khalifa Sheikh Makame bin Usi, ambaye ndio khalifa wetu, kiongozi wetu katika zawia hii, na hapa tuko katika makamu ya tariqa, na nafasi hii mwenye makamu yake ni khalifa, na kwa bahati njema mimi muridi wa Qadiria, na muridi mbele ya shekhe na mbele ya khalifa, basi anakuwa anatekeleza amri. Mungu atuwekee shekhe wetu Sheikh Makame atuongoza vizuri, na kwa siku zote ni muswi kwetu sisi, lakini tabua uwepo wa mashekhe masharifu na wazee wetu wakiongozwa Sheikh Jamali na vijana wenzangu wote ambao mpo hapa, na maimamu wakiongozwa Maalim Juma bin Khamis na mwalimu wetu Ustadh na nyote. Tupo katika jambo kubwa kabisa la hauli ya kuadhimisha usiku mtukufu wa Badr, usiku ambao tukio hili la vita kubwa ya kwanza katika Uislamu iliyopambanua baina ya haki na batil, ambayo ilikuwa ni jeshi la Waislamu chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 313, lakini na jeshi la wale makafiri wakiongozwa kina Abu Jahli na kina Abu Sufyani zaidi ya 1000, tena lenye silaha lililokamilika, lilikutana katika uwanja wa Badr katika usiku huo, na ikapigana vita kali sana, ambaye vita hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa ushindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia malaika waliokuja na vilemba vyeupe walioteremka moja kwa moja na panga, na malaika wakawa wanapambana na kukata vichwa vya watu. Subhanallah. Tukio hili ni tukio la historia na tukio la ukweli ambalo liliweza kuleta heshima na hadhi ya Mtume Muhammad na heshima na hadhi ya Uislamu, na kuanzia baada ya vita vya Badr Waislamu sasa wakawa wanaheshimika kwamba si wako uswa na kuchezea. Na katika usiku huu wa Badr Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba hasa alipokuwa kwamba Waislamu wana ari na hamasa, walitoka kwa ajili ya kutaka msafara wa Makureishi, hawakutoka kwa ajili ya kwenda mapambano makubwa, lakini wakiwa katikati ya kufuatilia msafara, ikasadifu msafara wameukosa wa Makureishi. Hapo ulikuwa na watu kama 40, walikuwa wanajua walikuwa wakamati yule msafara wapate baadhi ya haki ambazo zilidhulumiwa. Sasa ikajikuta na Makka limeshatoka jeshi la Makureishi kuja kuhami msafara, wakakutana pale, ikawa Waislamu hawana namna na hawana maandalizi ya kupigana, lazima wapigane. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatawassal kwa Mola wake akiwa katika juu ya Arish, alijengewa kidungu kwa sisi watu wa huku, ikawa Mtume sallam ndo anaongoza vita na anafanya dua, akawa anatawassal mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiki kilichowekwa na Sheikh Muhammad Nasr al-Qadi rahimahullah na kukabidhiwa kwa mzee wetu Ramadhani Urongo, ni kitu alikifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Badria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nyiradi na dua, alikuwa juu ya Arish, akawa anaomba dua mpaka kishari kinataka kumwanguka. Sayyidina Abubakar anamweka sawa, anaomba dua nyingi na nyiradi kama ambavyo tunaomba, lakini miongoni mwa mambo alikuwa anayasema, alimwelekea Mungu akamwambia maneno magumu kabisa, akamwambia Allahumma in lam tansur hadhihi al-isaba lan tu'bada fil ardh. Subhanallah. Swali Mtume akamwambia, ya Rabb, tuko wachache wadogo wadhaifu. Na moja katika dua yake ya Hayyu ya Qayyum akamwambia, usiponusuru kikundi hiki kichache, tukipigwa kwa sababu jeshi liko kubwa, ya Rabbi, ukiacha basi hakuna athari ya ibada katika ardhi. Yani sisi ndio tutatengeneza mifumo yote, ukitupa ushindi ya ibada ya kutukuzwa wewe katika ardhi hii, ya Rabbi nusuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu, na hatimaye ikanyesha mvua
na Waislamu wakaweza kupata ushindi kwa malaika ambao Allah aliwateremsha. Kwa hiyo hauli hii au dua hii, wallahi hawa wazee Mungu awaweke na awajaze malipo mema, walikuwa wana maono wala si bid'a. Katika Arshi masaa kadhaa Mtume sallam alikuwa anaomba dua katika siku hii Badri, na akiwa anaitikia amin. Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akiwa kama ndio bodyguard wake na msaidizi wake kwenye ile Arshi, na mpaka Mwenyezi Mungu akatoa majibu. Kwa hiyo kwa sura hii wazee wakaona na sisi tuombe. Kuna tukio kubwa siku kama hii, zilifumuka malaika walishuka na panga siku kama hii, wakaja wakaunusuru ule umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tukio hili la Badria ni tukio ambalo lilipita hapa, Waislamu wakashinda, na walishinda kwa ajabu. Wale wenyewe baadhi ya makafiri, mmoja wapo wa Abu Jahali, wakati ndio wameshaanguka chini, watu wanataka wammalize, wamchinje, Waislamu wanashangilia. Kuna maneno aliwaambia, hii msishangilieni, hii ushindi sio wenu. Kuna vitu tumeona vilikuwa wala sio nyinyi vimemaliza nyinyi. Waliona wao mpaka wakapata hofu. Ngoma ya malaika, maana ilikuwa wakati mwingine unaonekana kwamba Muislamu kazingirwa na watu watano, unaona sasa Muislamu amekwisha kati, mara unaona wale watu watano wale makafiri wamekatika wao. Kumbe wale malaika wa Badri wali nini? Na Mungu alivyofanya Waislamu walikuwa hawawaoni, lakini wale makafiri walikuwa wanaona, ili wapate hofu, waone jeshi huku si mchezo wa muziki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wanaka. Abu Jahali alikuwa anasema, msijitape nyinyi, mmesaidiwa, kuna viumbe wamekuja hapa, si hatujui namna walikuwa wakitumaliza. Na Ibilisi alithibitisha. Ibilisi walivyoteremka Badri, kabla ya Badri alikuwepo pale akihamasisha lile jeshi la Makureishi limalize jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahamasisha, mwanzo imeanza Uislamu kwa ile nia yao. Waliposhuka malaika, Ibilisi wa kwanza akawaona. Ibilisi akatoka mbio, anaambiwa, vipi mzee, mbona wewe unahamasisha hii vita tunachinja nyepesi? Akamwambia, inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbal alamin. Tumsalimu, naona ambaye nyinyi hamuoni, mimi namuogopa Mungu kwa nguvu zake, sio kwa takwa. Hapa mziki wake watu tutakufa hapa, mimi sipo, akaumwaga. Tumsalimu Muhammad. Kwa hiyo jambo hili ambalo limewekwa ni la msingi na ni jambo ambalo lina mashiko kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tulikuwa tunanong'ona Ustadh na Sharifu Sheikh Makamu, tulikuwa tunateta tukisema, wallahi surprise mpya tumeipokea ya hauli ya ta'dhim ya Badria kutoka kwa Sheikh Muhammad Nasr kupitia kwako. Mwenyezi Mungu nawe akuweke. Amin. Kwa hatuna sisi tunafanya tu mihadhara, lakini kumbe ina na hauli yake ya kutukuza tukio la Badr. Ni tukio lililoleta heshima kwamba Waislamu wasiuzwe. Walikuwa wanateswa, lakini baada ya vita ile watu walikuwa wanafikiria mara mbili watu mpaka wajipange kwamba kumbe watu ukiwagusa unaweza ukapigwa na ukaumia. Kwa hiyo ni tukio lilileta ushindi mkubwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake. Na tukio hili Mtume hakutosheka pale, alilihadithia na kulisimulia yeye tena baadaye. Badri imefanyika mwezi 17 Ramadhani katika mwaka wa pili kama sikosei, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Sasa baada ya miaka takriban 8 likatokea tukio tena la Fathu Makkah mwezi 17 Ramadhani kama